Katika mji tulivu uitwao Mbweni aliishi msichana mrembo sana aitwaye Rita. Urembo wake uliwavutia watu wote wa mtaa huo, hata wanaume kutoka maeneo ya mbali walikuja kuomba kumwoa. Hakuna mtu aliyebisha uzuri wake, ngozi yake iliyong'aa, tabasamu lake la kuvutia na macho yake yenye huruma vilimfanya awe gumzo la mtaa mzima. Lakini licha ya wanaume wengi kumwomba ndoa, Rita hakuweza kusema ndio. Badala yake, alipendelea kutumia muda na wanaume hao kisha kuwatema mara tu alipomaliza alichotaka. Si kwamba hakutaka kupenda, Rita alikuwa na siri nzito sana, siri aliyoificha kwa kila mtu isipokuwa kwa marafiki zake wa karibu wawili, Sonia na Jenny. Aliwaamini kupita kiasi na aliwafungukia kuhusu mateso yake. Mpenzi msikilizaji, kabla hatujaendelea naomba ulike video yangu na usubscribe kwenye chaneli yangu. Asante sana. Basi ndani ya Rita kulikuwa na kitu kilichomfanya awe na msisimko usioelezeka. Hakuweza kupitisha hata siku moja bila kuwa na mwanaume. Na haikuwa mwanaume mmoja, wakati mwingine hata wanaume 10 kwa siku moja. Sio kwa sababu alitaka, bali kwa sababu alilazimika. Kulikuwa na moto ndani ya mwili wake ambao hakuweza kuuzima. Tangu akiwa na umri wa miaka 15, Rita alianza kuhisi joto lisilo la kawaida, lililomfanya kutafuta wanaume ili kupooza hisia hizo. Lakini haijalishi alivyofanya, hisia hizo hazikutoweka. Alipofikisha miaka 25, tatizo hilo lilikuwa limekuwa kubwa zaidi. Alikuwa ameshapoteza idadi ya mara alizojaribu kutafuta msaada, lakini hakuna mtu aliyeweza kumsaidia. Rita alikuwa ameshalala na karibu wanaume wote wa mtaa wake kwa sababu ya moto mkali uliokuwa chini ya kiuno chake. Alijawa na aibu. Wakati mwingine hata alilazimika kuwalipa wanaume ili tu apate nafuu ya muda, lakini haikusaidia. Kila usiku alilala kitandani akilia, akijiuliza kwa nini alilaaniwa na siri hiyo ya kutisha. Alitamani kuishi maisha ya kawaida, lakini haikuwezekana. Wazazi wake walikuwa hawajui kabisa kinachoendelea kwa binti yao mrembo. Mara kwa mara walimhimiza, Rita, kwa nini usiolewe na kijana mzuri? Wewe ni mrembo. Lakini hakuweza kuwaambia ukweli. Angewezaje kuwaeleza kuwa mwanaume mmoja hangeweza kumtosha? Angewezaje kuolewa wakati anahitaji wanaume wengi kila siku? Kwa hivyo alihifadhi siri hiyo, akiwaambia wazazi wake kwamba hakuwa tayari kuolewa, ingawa sababu ya kweli ilikuwa ya kutisha zaidi. Siku moja alipokuwa anatoka kwenye mgahawa mdogo ulioko Mikocheni, aligongana na kijana mmoja mtanashati aitwaye Elisha. Alikuwa mpole, mchangamfu na mwenye roho nzuri. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake, Rita alihisi kitu tofauti. Moyo wake ulianza kudunda kwa kasi, mashavu yakamwaka. Elisha alitabasamu na kumuuliza, pole, uko sawa? Rita alitikisa kichwa kwa haraka bila kusema chochote, na alipompa lifti ya kumpeleka nyumbani, Rita alikubali bila kusita. Usiku huo baada ya kukutana kwa bahati, Rita hakuweza kuacha kumfikiria. Alijihisi na matumaini, labda huenda Elisha alikuwa tofauti. Siku zilivyopita walizidi kukaribiana. Elisha alikiri kumpenda Rita, naye Rita alifurahi sana. Kwa mara ya kwanza aliamini kuwa anaweza kuwa na maisha ya kawaida. Labda upendo huu ungeondoa ule moto aliokuwa nao mwilini. Lakini haikufanyika hivyo. Ingawa alimpenda Elisha kwa dhati, tamaa yake haikuisha. Alijaribu kuificha, lakini baada ya muda alianza kujificha na kukutana na wanaume wengine kila siku. Alijichukia kwa hilo, lakini hakuweza kujizuia. Kila alipokuwa na Elisha alihisi kama anamdanganya. Alitamani kuwa mwaminifu, lakini ule moto ulikuwa mkali sana. Siku moja jioni, Elisha alimshangaza Rita kwa kumpigia goti na kutoa pete ya uchumba. Je, utanioa? Rita alishtuka na kusema ndio kwa furaha. Alikimbilia kuwaambia marafiki zake Sonia na Jenny. Walikutana kama kawaida yao na Rita akawaonyesha pete ya uchumba kwa fahari. Wote walimpongeza, wakamkumbatia na kusherehekea kwa vinywaji na kicheko. Walikuwa na matumaini makubwa kuhusu maisha mapya ya Rita. Lakini ndani ya moyo wa Sonia kulikuwa na wivu mkubwa.
Alikuwa ameishi muda mrefu kwenye kivuli cha Rita. Sonia hakuwahi kupata upendo wa kweli, na sasa hakuelewa ni kwa namna gani Rita, aliyekuwa na siri chafu, ndiye alipata kila kitu. Sonia alijawa na chuki na wivu. Akaamua kuweka mpango wa kuvuruga harusi ya Rita. Siku ya harusi ilifika. Rita na Elisha walizungukwa na familia na marafiki. Ukumbi ulibadilika kuwa wa kifahari kwa mapambo. Kila mtu alikuwepo kushuhudia ndoa ya upendo. Lakini walipokaribia kubadilishana pete, ghafla skrini kubwa ukumbini iliwaka na kuanza kuonyesha video. Haikuwa video ya kumbukumbu nzuri za Rita na Elisha, bali video mbaya ya Rita akiwa na wanaume mbalimbali. Ukumbi ulijawa na mshangao. Watu walipigwa butwaa, wakasikia sauti za video zikisambaa hewani. Uso wa Elisha uligeuka mweupe kwa mshtuko. Rita alibaki amesimama bila kushindwa hata kutikisa mdomo. Gumzo lilizidi, hukumu kutoka kwa watu ilimlemea. Bila kusema neno lolote, Elisha alitoka ukumbini akimwacha Rita akiwa amesimama peke yake, mwenye maumivu yasiyoelezeka. Rita alimkimbilia nje akilia na kumwomba asikilize, lakini ilikuwa kuchelewa. Elisha aliondoka akiwa na hasira, akimwacha Rita akiwa amevunjika moyo kabisa. Jeni alikimbia upande wake akamchukua hadi nyumbani. Rita alilia siku nzima akijiuliza ilikuwaje akafikia hatua hiyo. Alijua kwamba siri yake ingewaharibia, lakini hakuamini kama ingetokea kwa namna hiyo. Siku zilizofuata zilijawa na maumivu na majuto. Rita aliumia kwa ajili ya Elisha, lakini pia alijua ukweli ulikuwa mgumu. Hakutaka tena kuishi na siri. Alijua alikuwa na tatizo na sasa alihitaji msaada wa kweli. Na nani aliyewachezea video ile siku ya harusi? Ilikuwa Sonia, rafiki yake mwenyewe, yule aliyekuwa ameapa kuwa dada wa karibu. Sonia ndiye aliyekuwa amerekodi kwa siri na kutayarisha video hiyo ya aibu. Kisa wivu na chuki. Lakini Rita hakujua kwamba Sonia alihusika. Aliendelea kumchukulia kama dada wa damu. Sonia alizidi kuchochea mgogoro kati ya Elisha na Rita, akijaribu kumshawishi Elisha ampende yeye. Alijisemea, kama nimeweza kuharibu uhusiano wao, basi sasa Elisha ni wangu. Lakini ilishindikana. Elisha hakuwa na hisia yoyote kwa Sonia. Rita kwa upande wake aliamua kutafuta msaada wa kitaalamu. Alikutana na daktari bingwa wa matatizo ya mwili na akili ambaye alimsaidia kupitia tiba na ushauri wa kina. Haikuwa rahisi, lakini Rita alipambana kwa ajili ya maisha yake. Baada ya miezi mingi ya matibabu, Rita alipokea barua kutoka kwa Elisha. Ndani yake alimwandikia kuwa ingawa aliumizwa na kilichotokea, bado alimjali na angependa aendelee kupata nafuu. Aliongeza kwamba baadaye alielewa kuwa hali ya Rita haikuwa makusudi, bali ni tatizo la kiafya. Aliomba ampigie simu kupitia namba aliyoambatanisha kwenye barua. Kwa furaha isiyoelezeka, Rita alipiga simu, wakazungumza kwa muda mrefu sana na wakasuluhisha tofauti zao. Walirudiana na Elisha aliahidi kuwa upande wake wakati wote wa matibabu. Sonia, baada ya kuona kuwa Elisha hampendi na kwamba aliharibu maisha ya rafiki yake, alijitokeza kuomba msamaha. Alilia na kumwomba Rita amsamehe. Rita akiwa na moyo wa huruma alimsamehe. Lakini uhusiano wao haukurudi kuwa kama awali. Hatimaye Rita na Elisha walifunga ndoa. Rafiki yake wa kweli Jeni alikuwa msimamizi wa bibi harusi. Walifurahia maisha yao na kuishi kwa furaha milele. Funzo la hadithi hii ni kwamba siri, haijalishi zimefichwa vipi, huja kujulikana siku moja. Ni muhimu kutafuta msaada na kuwa wa kweli kwa nafsi zetu kabla ya kuchelewa. Uponyaji wa kweli huja kwa kukubali ukweli hata kama unaumiza. Pia, tuwe waangalifu sana na watu tunaowaita marafiki. Si kila rafiki ni wa kweli. Wengine ni maadui waliovaa ngozi ya marafiki. Jifunze kuwa rafiki wa nafsi yako na kuwa mwaminifu kwako kwanza. Kama umeipenda hadithi hii, niambie kwenye comment ili na mimi nifurahi. Asante kwa kusikiliza hadithi hii.